Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya taarifa za yanayojiri. Kwa zaidi ya miaka 8 wakazi wa kijiji cha Owino Uhuru kilichoko kaunti ya Mombasa wamepigana na serikali katika mahakama dhidi ya sumu hatari ya chuma ya risasi au lead ambayo imesababisha vifo vya zaidi ya watu 400 huku wengine wakipata majeraha mabaya. Hii ni kutokana na kiwanda cha lead kilichokuwa katika makazi ya wananchi. Kwa sasa zaidi ya muongo mmoja umepita ile athari na masaibu yangalipo hata baada ya mahakama kutoa fidia. Hii hapa makala maalum Donda la Owino Uhuru naye Tobias Chanji. Tarehe 6 mwezi Disemba mwaka 2024 ilikuwa tarehe yenye furaha na bashasha baada ya mahakama ya upeo kutoa fidia ya shilingi bilioni 2 kwa wakazi wa Owino Uhuru waliokuwa wameathiriwa na chuma ya risasi. Japo uamuzi huu ulikuwa ni ushindi mkubwa, hasira, mahangaiko yangalipo, kwani hadi wa leo serikali ingali kimya kuhusiana na fidia hii na kuwaacha wakazi wasijue la kufanya. She died in September, soon after childbirth, all right? Because her body could not pump the amounts of lead that were in her system. And therefore, when it reached the intestines, it gave up and she died. She has left a baby who most likely has lead poisoning. This is one case. We have so many of such cases in the community. The recommendation ni kuwa you cannot put an industry kama hiyo mahali ambapo watu wanaishi. Owino Uhuru, mtaa wa mabanda ulio na takriban watu 4,000 kwa mjibu wa sensa ya mwaka 2009 na unaochukua takriban ekari 13.5 ya ardhi katika kaunti ya Mombasa, Kenya. Wakazi hapa wanajihusisha na kazi za kijungujiko na biashara ndogondogo za mauzo ya chini ya shilingi 1,000. Ujenzi wa kiwanda cha Metal Refinery EPZ Limited katika makao ya Herbal Agencies kinachomilikiwa na aliyekuwa mbunge wa Nyali Hezron Awiti Bolo ulionekana kama baraka kwa wakazi hawa wachochole. Ila kinaya kikuu na chanzo cha vifo ya zaidi ya watu 400, wengi wakipata majeraha mabaya. Kiwanda hiki kilichoanzishwa mwaka 2009 kilijihusisha na kazi ya uhunzi wa vyuma, haswa chuma cha risasi au lead. Miongoni mwa vifo vya kwanza ni kifo chake Linet Nabwire aliyekuwa mjamzito. Irene Akinyi alikuwa wa kwanza kupimwa na kubainika kuwa na chembe-chembe za vyuma vya risasi, na kwa karibu mwongo moja amesalia na uvimbe katika shingo lake. Last month we lost Linet Nabwire. I know the NEMA office is aware. She had 238 milligrams per deciliter of lead in her blood, and when she delivered, her body could not pump the blood, and she therefore died 4 weeks after delivery. We did a postmortem which included a government chemist, and they have ascertained that she died because of the lead poisoning in Owino Uhuru. We continue to lose babies, we continue to get miscarriages in the community. Mvulana huyu mchanga mwenye bashasha kwa jina Sami pia alifariki kutokana na sumu hii. Marafiki zake walijaribu kuzuia machozi ya huzuni wakielezea kumbukumbu zao. Nami kwa tabia zake, yeye alikuwa ni mtoto mzuri, mtoto mtiifu na nidhamu. Kwa rafiki yangu alikuwa rafiki yangu, ni kila mchezo nilikuwa tunacheza naye pale kiwanjani. Mara kidogo nasikia Sami ameaga dunia, nikasikia vibaya. Mwanaharakati wa mazingira Phil Somido, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Center for Justice, Governance and Environmental Action, alikuwa wa kwanza kufichua sakata hii ya sumu ya risasi. Private organizations and some of the government have tested up to 300 victims. So we still have more than 3,000 victims that have not been tested. The last time they came and drew blood from 250 people. That is the public health with NEMA and other organizations, but they never brought back the results. It's been more than a year now, and the results are not with us. So we are here to remind them
that if they want us to sleep here, we will come, okay? We will come and camp here because Owino Uhuru is toxic. We cannot live there. The water we drink is poisoned. The soil our children play on is poisoned. The roofs are poisoned. Mimi ambao ni mzamtaa saa hii niko chini, nimekuwa kiwete. Siwezi kumwambia msichana mtu nataka kuoa. Siwezi kuzaa. Shauri sumu imenimaliza. Watu wameumia sana. Watu wamekufa, watu wameathirika wengi. Kutokana na kuongezeka kwa visa hivi, suluhu ilihitajika. Wanasayansi wa mazingira akiwemo Dr. Simba Tirima, mwanasayansi kutoka Kenya na mwenye ujuzi katika masuala ya mazingira na uchumi, alikuwa miongoni mwa wale waliofika Owino Uhuru kutathmini kiwango cha sumu. Tumekuja hapa hivi leo na mashine ambayo tunaita XRF. Na hii mashine huwa inapima kiwango cha lead kwa ardhi. Na hapa nyuma yetu tunaona kulikuwa na smelter ambayo wanatengeneza battery na wanatengeneza lead ambayo inatumika kwa hizo battery. Ubaya wa lead ni kwamba ni sumu sana, na especially kwa watoto kama hawa. Huwa ina sana wadhuru akili zao na mwili kadhalika. Anyway, shida sana ni hivi. Lead ikiingia kwa damu huwa inaanza kudamage ubongo. Hizo damages za maisha hauwezi kureverse, especially damage za ubongo. Pale karibu na smelt tumepata readings ambaye zimetustua kweli. Kule Marekani level ya concern ni 400 parts per million kwa mchanga ambaye watu huwa wanaishi karibu na. Pale tumeona over 11,000 parts per million lead. Hiyo ni hatari zaidi. Anaelezea hatari zinazotokana na sumu hii ya risasi. Na hata watu wakubwa huwa inawadhuru. Huwa wengine watakuwa na high blood pressure labda. Wengine watakuwa na kidney problems. Wengine watakuwa na shida ya moyo labda. Na at higher levels kwa damu huwa ina affect mambo ya uzazi. Wingu la giza likuwa limegubika imani yao. Maandamano yakawa ndiyo silaha pekee ya kupigania haki yao. Wananchi wakizilaumu asasi husika za serikali ikiwemo Wizara ya Mazingira iliyotoa leseni kwa kiwanda husika. Walitembea kwa kilomita 28 kutoka na kuelekea Owino Uhuru hadi jijini Mombasa kuliko na afisi za halmashauri ya usimamizi wa mazingira NEMA. Safari iliyojumuisha watoto na wazee. Naitwa Sami Mwanzia. Na wewe kwa nini uko kwa hii maandamano? Kwa hii maandamano kwa ile kudhuru na ile moshi na watoto wengi kuumia, hata watu wazima. Kama mimi mwenyewe nimeumia ndugu yangu. Here to remind the National Environmental Management Authority that the people of Owino Uhuru are living in a toxic environment. They are the ones that licensed the smelter that set shop in Owino Uhuru community. And therefore, we demand justice because we know that you cannot claim to protect the environment without protecting the rights of the people. Maandamano ya mara kwa mara yalikuwa kitu cha kawaida. Kukamatwa na polisi, kutumia nguvu nyingi kupita kiasi ilikuwa ndiyo taswira ya kila siku. Min ghairi ya vita hivi vilivyoonekana kama baina ya Daudi na Goliath, wana Owino Uhuru hawakusitisha nia yao. Kiwanda hiki kilifungwa rasmi mwaka 2013 kupitia Bunge la Afrika Mashariki baada ya kujaribu kwa muda kutumia Bunge la Taifa, Seneti na njia ya kisiasa. Been to the Senate committee, they messed up our report. They wrote that everything that we presented before the Senate to petition it was right. But then at the end they attached a group of directors for a different company and not the company that we were suing. So in that case, they enabled the company that we were suing to exit the country. That's why now we are suing even the government, because they are enabling these people to poison us and then run away.
People like the EPZ authority, we told them that these people will exit, help us. There are various companies processing lead products at Owino Uhuru. No, it was just one. Which is the name of Metal Refinery EPZ Limited, the company that is housed by Harbour Agencies. The Harbour Agencies is owned by Hezron Awiti Bolo, the Member of Parliament for Nyali constituency. Wakiwa wamejihami na ushindi wa kutosha uliojumuisha vipimo vya wakazi, leseni za vifo na mazishi, walifika katika mahakama ya mazingira ya Mombasa na kusajili kesi yao kama sajili nambari 1 2016. Lalama zikiwa uchafuzi wa mazingira dhidi ya asasi za serikali ikiwemo NEMA, kiwanda na wale wanaopaswa kusafisha. Umewaka moto, umewaka moto, umewaka tena moto, umewaka moto, umewaka moto, umewaka moto. Justice to take its course. The community is here. When we are coming now, we'll marshal the whole community. Tumedhirika area Owino Uhuru, Mkindani location, na tumeshukuru kuona kesi yetu imeenda kotini. Tunajua haki itatendeka. Tunajua sisi wanyonge na serikali tunajua ni watu wajanja, lakini tunashukuru hii kesi kwa kotini, kama jaji atatumika haki, tunajua haki yetu itapatikana. Usajili wa kesi hii uliwapa wengi matumaini. Tulikuwa tumeona kama hatutafaulu katika kupendeza tufike hapa. Naona ajabu leo tumefika hapa. Mahali ambapo ilikuwa ni pagumu kufika hapa. Lakini kwa heshima ya Mwenyezi Mungu ametubariki, tumefika kwa wingi na tumepokelewa kwa uzuri. Tumefurahi sana sana. Na mambo yetu naona yatafaulu. Nina matumaini kwa sababu tuko na Mungu atatutangulia kwa penye tumefika, tumetoka mbali. Italeta tumekuwa na furaha siku ya leo kuja kuwasilisha hii maneno ya Moshi. Imetuadhiri sana na tuna furaha, hatukujua kama tutafika na tumefika leo. Tunaomba tu serikali tusaidie. Rest of the people that we were trying to serve, the other 7 respondents, the Attorney General, the Ministry of Health, the Ministry of Environment, the County Government of Mombasa, Penguin Books and the EPZ authority. Ghafla bin vu, kesi hii ikachukua mwendo wa kinyonga na hivyo kuzidisha maandamano. Mgongo yenu, si ndio? Na wale ambao wamesikia vile ameongea, amesema ya kuwa wamejua uzito wa kesi yetu na kuahirisha, wanasema ni kwa sababu yule judge aligonjeka. Kwa mara nyingine tena kesi hii kang'oa nanga. Tarehe 17 mwezi Julai mwaka 2020, mahakama ya mazingira ya Nairobi ikatoa hukumu yake na kutoa fidia ya shilingi bilioni 1.3 kwa wakazi wa Owino Uhuru kama ya vifo na matibabu, pamoja na shilingi milioni 700 za kusafisha mazingira ya Owino Uhuru. Hata hivyo, furaha yao haikudumu muda mrefu, kwani serikali ilikata rufaa na siku ya Ijumaa Juni 23 mwaka 2023, mahakama ya rufaa ikatupilia mbali fidia hii. Majaji Gatembu Kairu, P. Nyamwea na Lesit J wakiamuru kesi hii kuanza upya. Hata hivyo, hawakufa moyo na vilevile kukata rufaa katika mahakama ya upeo ambayo yalitoa uamuzi wa kusalia kwa fidia hiyo tarehe 6 mwezi Disemba mwaka 2024, na hivyo kutamatisha kesi hiyo ya miaka 8. Today we celebrate the victory that we've had at the Kenya Supreme Court, where the Owino Uhuru community
wanasema wanahitaji fedha za kuendelea na matibabu, ila hamna dalili kutoka kwa serikali. Kwa sasa wametengeneza kamati ya kujaribu kuisukuma serikali. Nilipofika mahali kwenye walikuwa naenda kunitoa hiyo goita, wale madaktari walikataa. Hiyo ledi iko juu mpaka nifike mahali mpaka ile ledi teremke ndio wapate kunitoa. Lakini kwa wakati huo mpaka saa hii sikupata usaidizi kwa sababu sikuwa na pesa ya kutoshea kutumia wakati huo. Bado zile time zingine zipo zile hiyo metal, lakini kwa percentage kubwa imepungua. Even when justice is done, it should be seen to have been done, not focusing on the end, but focusing on the process, that the community should be able to relate with the process. So that's why we are here today, to ensure that each and every member of the Owino Uhuru community understands the judgment and what process is going to take place before they access their effective remedies that they went to court for. Huyu mama ambao anaongea hai sahihi, Phyllis Omondi ameng'ang'ana mbaya sana. Kilichosalia kwa sasa ni imani inayozidi kudidimia kwamba serikali itatii maagizo ya mahakama. Hii mkutano ivunjwe, si halali. Hii mkutano ivunjwe, si halali. Siwezi athirika mimi na watoto wangu karibu wote. Utapata mpaka wengine na vilema. Hii ni nini? Ni nini mnatuletea? Now they are here spending money that they are not supposed to spend and weaponizing the county against us. They're asking the county to arrest us. What have we done? Because we are asking them to follow the law. This is wrong. We are going to court, we are going to arrest them because it doesn't matter. Even if someone is within government and they are breaking the law, they are taking the law into their own hands, they have to be arrested. So we are here to oppose what they are doing. We are not going to accept NEMA to subvert the law. The Supreme Court was very clear. If they have not done anything within 3 months of the judgment, they must leave that money to CJ to clean up. Kwa mjibu wa Phyllis Somido, muda wa zaidi ya miezi mitatu umepita tarehe 6 mwezi Machi tangu uamuzi huo wa Disemba kutolewa na mahakama ya upeo. Today there is a meeting being held by NEMA in Mataya Ndege. Mataya Ndege ni kwetu. Mataya Ndege ni kwetu. There is nowhere in the Supreme Court judgment where the court mentioned Mataya Ndege. That's a different community. Nilipoteza mtoto wangu Sami pamoja na my wife Catherine Awuor. Mimi ni mmoja wa wale waadhiriwa na pia mtoto wangu aliadhirika. Msichana halipatwa na ile ugonjwa, akatoa mimba kama zilitoka mimba 5 ni katika watoto 5. Saa hii nilikuwa naona mama Phyllis ametutetea, angalau nipate haki yangu. Saa hii ndio nimeambiwa watu wa NEMA wanakuja. Mimi naomba ile ilikuwa iwe hiyo. Nilikuja nikakutana na hiyo kitu nikakuwa mgonjwa, nikaenda Portuguese nikalazwa wiki 2. Saa hii niko na mzee wangu ana macho. Saa hii kijana wangu alichanganyikiwa akili, alipomaliza university akachanganyikiwa akili. Saa hii msichana wangu pressure inamsumbua, mimi natumia 1500 kwa mwezi kununulia hawa watu wote ndawa. Hivi mnaniona hivi mimi nitatoa 1500 wapi? NEMA walikuwa kwa wapi? Leo NEMA wampata story ya milioni 700 ndio wanitoka sasa bio. Jana wafanya mkutano kwa Deputy County Commissioner, ati leo waitishe watu tena. Katika kuitisha watu sio Owino Uhuru, waitishe watu kando ya Owino Uhuru. Uliona wapi mahali kwenye shida watu wakaondolewa kwenda kuzungumza shida hiyo mahali kwingine? Ina maana kwa kuna njia fiche. Na kama tuko outside the timeline, nani ataamua? Ni sisi hapa ama ni court ile iliamua? Si tuende iko court, sisi tumesubmit yetu na yeye asubmit yake kwa court, aseme tuko outside the timeline. Na hata wanapoendelea kuimba nyimbo hizi za ushindi, kitendawili wanachofaa kutegua ni je, donda hili la Owino Uhuru litazagaa au litasalia? Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Mombasa.